Naam, tutie nukta hapo na sasa tukaungane naye mwanamchezo wetu Abdulkud Already kwenye kalamu ya mchongo. Yeye kuna jambo amekuandalia zuri kabisa ambalo na imani jambo hilo kwako litakufunza na litakujuza mbalimbali kuhusiana na michezo. Abdulkud Already, karibu kwenye kalamu ya mchongo. Katika wiki hii kalamu ya mchongo tunaenda kukuletea sakata la Haji Manara na TFF. Ukichunguza kwa kina, ukijaribu kuchunguza kwa makini chanzo cha sakata hili, unaweza usipate majibu kabisa, kwani kila pande inajipambanua kinamna yake kupitia fikra za kikubwa, yani fikra za wahenga. Zile fikra zilizofanya kalamu ya mchongo ikazaliwa zimefanya tugundue mambo kadhaa kuhusiana na sakata hili ambalo limekuwa likisumbua katika vichwa vya habari vya magazeti nchini mwetu Tanzania tangu mwezi Julai uweze kuanza. Sakata ambalo chanzo chake kilitokea siku ya tarehe 2, siku ambayo ilikuwa ni fainali ya Coastal Union pamoja na Young Africans wakiwa wanapambana katika fainali ya Azam Sports Federation, yani Azam Cup. Na ndio ikasababisha kalamu ya mchongo iamue kuingia chimbo ili mradi kukuletea madini kadhaa kuhusiana na sakata hili, ili mradi msikilizaji wetu uweze kufahamu na uweze kutambua, yani mtazamaji wa MSJ TV uweze kuenjoy na pia ujue nini ambacho kimesababisha ili sakata lifikie kote, kiasi cha kufanya huyu jamaa alimwe milioni 20 pamoja na miaka 2 bila kujihusisha na kitu chochote katika mpira. Kalamu ya mchongo, kinachotokea ni kwamba Haji Manara anaonyesha kutokuwa na utambuzi wa cheo alichonacho Wallace Karia, hivyo Wallace Karia anajaribu kumwonyesha nguvu ya cheo chake akiwa kama rais wa TFF, yani rais wa mpira nchini Tanzania. Lakini kalamu ya mchongo imeona nini? Kalamu ya mchongo inachokiona hapa ni vita kati ya Selela na Bajaji, yani hii ni vita ambayo inachezwa katika pande mbili ambazo hazina kabisa uwiano. Ni ule ushindi wa matuta ndio ulomfanya Haji Manara aweze kulopokwa, au ni lile goli ambalo alirudisha Yanga ndio ilomfanya Wallace Karia aweze kumlopokea Haji Manara? Majibu yote nadhani tunaweza tukayapata, lakini namna yake ya kuyapata haya majibu tunahitaji subra ya kutosha. Wadau wamezungumza, kalamu ya mchongo imefanikiwa kudadavulia yale machache yaliyojili katika sakata hili ambalo linaendelea kwa sasa. Kwa upande wao TFF wanasema kwamba washamaliza, yani washamalizana na hili na wanaendelea na program zao nyingine kabisa. Lakini kwa upande wake huyu jamaa anadai kwamba yeye ile hukumu kwake yeye haitambui, kwani hajapokea barua yoyote kutoka kwa viongozi hao, hivyo kwake yeye haitambui hiyo adhabu aliyopewa. Kwa namna nyingine, wapo wadau wakilalamika wakisema kwamba adhabu aliyopewa ni kubwa, lakini kipimo cha adhabu anachonani kati yetu hakuna ajuae. Kalamu ya mchongo imefikia mwisho na hapa imeweka nukta. Kwa mwendelezo wa sakata hili tuungane tena wiki ijayo. Naam, asante sana.